Yaani mpaka sasa hivi nikwambie ndugu mtangazaji, chama pekee ni CCM. Nampenda Rais Samia. Ni mwanamke, ana kipaji. Lakini Samia as a person na kazi yake ninaithamini. Ninamkubali. Mimi siwezi kusema na vijana wanasema Samia must go. Akigo then utapeleka mjomba wako pale Ikulu. Wa huyu mzee Clemence Mwandambo kwa hiki ambacho amekifanya, amekinena kwenye interview yake alipokuwa akihojiwa na Jambo TV. Kuwasifia waovu, kumsifia Samia muuaji ambaye amekuwa sababu ya machozi na vilio ndani ya taifa letu kwa Watanganyika, kwa wananchi wa Tanzania. Kusimama na kumsifia kwamba ni rais, ni mwanamke shupavu, ni mwanamke anayejielewa, kwamba akitoka pale tunaposema kwamba Samia must go, sasa akitoka pale utamweka mjomba wako. Mimi nachoona kwamba kwa kiwango cha ukatili na uuaji wa hawa viongozi CCM kwanza Samia na watu wake, ni heri tusiwe na rais. Ni heri tukae bila kuwa na kiongozi, kwa sababu hatuwezi kukubaliana au kuridhika au kunyamaza kuwa na kiongozi anayetuua, anayemwaga damu za ndugu zetu. Ni heri asiwepo kabisa kwenye kiti hicho, kwa sababu amekalia kiti cha damu, ameua ndugu zetu mpaka leo haonekani. Sasa kwamba unaona kwamba akiondoka hata kuweko mtu wa kukaa kwenye kile kiti, bora nikakae hata mimi pale kwenye kiti cha urais, kuliko kukaa na kiongozi anayeonekana kwamba aidha huyu ndo anastahili ila ana roho mbaya kwa kiwango hiki. Clemence Mwandambo, na kusomea maandiko haya katika kitabu cha Misali 17 mstari wa 15, nasema kwamba yeye asemaye kwamba asiye haki ana haki, yeye asemaye kwamba asiye haki ana haki, yani muuaji, mwaga damu za watu, mwenye roho mbaya, tapeli, mwizi, kaidi, muhaini. Kwa sababu muhaini wa kwanza kabisa ni huyu ambaye anaua ndugu zetu, amemwaga damu za ndugu zetu, na bado anaona kwamba ni vema, anazidi kuongeza namna mbalimbali ya kuwaua, kuwapoteza watu kila watakaokuwa wanapinga uovu wake. Huyu ndo muhaini wa kwanza. Sasa kwa wale wanaochokolewa masikio kuvunja amani ya nchi hii, ni wasihi, acheni mara moja. Amani ikichafuka haichagui. Na tuulizeni sisi wa upande wa pili, ilipochafuka amani Dar es Salaam tu pale, nenda kaulize vijana kama leo wanataka kuingia njiani, hakuna anayetamani. Kwa hiyo amani ikivunjika haichagui. Niwaombe sana, na haki itakuja itafisiri ama ifafanue. Hakuna mtu ambaye unatawala kwa dhuluma ama uliye nyuma ya watu wenye dhuluma kwa sura kama hii ambaye hautakosa malipo yako. Na waambieni kwamba nyie watu kubalini tu kusimama ama kusifia mashetani haya, yako malipo yenye haki anakuja mbele kwenye taifa hii. Wote mlio nyuma ya dhuluma hii, hakika yenu malipo hamtayakosa. Kitendo cha kumsifia Samia muuaji, amemwaga damu za Watanganyika, ufahamu ni kitendo ambacho umetia, yani kama umetia pilipili kwenye kidonda cha Watanzania ambacho wanaugulia, wamama waliopoteza watoto wao, waliofiwa na watoto wao. Wewe unaanza kusimama, yani hata kama unasema kwamba unajua nilikuwa naongea tu, unajua tu maneno uliyoongea yameleta athari kubwa sana, na ni moja ya eneo ambalo limekutoa kabisa kwenye mioyo ya watu, limekutoa kabisa kwenye mioyo ya Watanzania. Yani hayo tu maneno uliyoyaongea yameleta athari kubwa kwa Mungu na kwa wanadamu. Yeye asemaye kwamba asiye haki ana haki, ndio kama hivyo namsifia Samia, rais shupavu, rais mzuri, wakati ni muuaji, kamwaga damu za ndugu zako. Hapo ulikuwa na foka hapa nyuma, ulikuwa na foka nini? Sasa ukisingizia kwamba umekaa mahabusu, si umekutana na mateso mle, kwa hiyo yale mateso yamekufanya ugeuke, uache njia, uungane na waovu na wauaji. Mimi ninayeongea hapa, mimi mwenyewe nilikamatwa tarehe 21, nilitekwa tarehe 21 mwezi wa 10, nimekaa mahabusu siku 43. Clemence Mwandambo mzee wangu anakuambia mimi nimekaa mahabusu siku 43. Lakini ni kweli ufahamu kwamba ukishaingia mle kuna vile vitisho vya mapolisi vile na mazingira ya mle yanayokutesa kisaikolojia, kimwili. Mimi nilipoingia tu mle mabusu, nimekaa siku 3 bila kula chakula, na mara nyingi hali dada kulala njaa ilikuwa ni kawaida. Na ukiangalia mimi nilipokamatwa, hawa jamaa walidhibiti nisiongee ama nisije kuonwa
na ndugu yangu wa aina yoyote, nisiongee na simu ama nisije kuona na ndugu yangu wa aina yoyote. Sasa fikiri mazingira kama hayo. Chakula nilikuwa nakula kwa kuungaunga tu na baadhi ya mabusu ambao nilikuwa nao mle, lakini licha ya mateso hayo na ukatili kama huo na maonyo ya baadhi ya masikali kwamba ukitoka hapa wewe kasifie tu uovu, kasifie tu rais, hata kama anaua anafanya mabaya kama haya. Licha ya hayo mimi nimetoka, lakini bado sijaacha, sijawasaliti Watanzania. Bado niko msali wa mbele kulia na wanaolia, kulia na Watanzania wanaolia kwa namna moja ama nyingine. Sasa wewe umeenda mara mbili, hii unakaa siku chache hizi, umeamua kuchochora njia, au kuna kitu umepewa, kuna fedha umeongwa, lakini mwisho wake ni nini? Itakufaidia nini sasa upate ulimwengu wote, upate fedha, yani upewe fedha, uhongwe, ukubali kuwa nyuma ya waovu, wauaji, ambapo kimsingi mwisho wa siku laana itakayokuwa juu yao au malipo ya uovu wao na wewe itakukumba. Hautaiepuka Mwandambo, nakwambia, kama usipotubu kabisa kwa namna ambayo hata hawa wauaji waje wakuue, waje wakukatae kwa namna ya kutoa hata uhai wako. Asiye haki, yeye asemaye asiye haki kwamba ana haki, naye asemaye kwamba mwenye haki hana haki, hao wote wawili ni chukizo kwa Bwana. Wewe unayesema mwenye haki hana haki, anayepinga utekaji, anayepinga mauaji hana haki, wewe ni chukizo kwa Mungu. Sasa Clemence Mwandambo, niko hapa kukwambia kwamba kitendo cha kumsifia Rais Samia kwamba ni rais shupavu, kwamba yeye ndo anatakiwa aendelee kutuongoza Watanganyika, hata kama anatuua, anamwaga damu zetu, anatuongoza kwa namna ya kikatili kwa sura kama hii, kitendo cha kuzungumza tu hivyo, basi wewe fahamu mbele za Mungu wewe ni chukizo. Tena wewe ni chukizo la uharibifu, kumprotect kumpushi mwovu ama shetani aonekane kwamba ni Mungu. Clemence Mwandambo, mzee wangu, mimi nakwambia, duniani sisi wanadamu ni wapitaji, duniani ni wapitaji, lakini pia kumbuka kwamba umaarufu huo umeupata kwa njia ngumu sana ya kukashifu dini, ya kutukana watu wa dini, kumtukana Mungu. Kwa hiyo wewe jua kwamba kuna adhabu bado unayo kwa Mungu mwenyewe kabisa wa mbingu na nchi. Kuna adhabu unayo, kuna mashtaka ya kujibu kwa Mungu mwenyewe, hata tu kwa Watanganyika au kwa Watanzania, hata tu kwa wanadamu, ila kwa Mungu mwenyewe una kesa kujibu. Lakini bado unazidi kuchokonoa mambo fulani ambayo ni magumu sana, ambayo mwisho wa siku, mwisho wako utakuwa sawasawa na uovu wako huu unaoufanya. Wewe unachukulia kama kawaida maneno kama haya ya midhaa, wewe chukulia tu kawaida, lakini tunakwenda mbele, yani umeingia kwenye rekodi ya kuwa miongoni mwa watu ambao, yani kuwa miongoni mwa wauaji hawa, watekaji hawa, wanadamu za Watanganyika hawa. Umeingia kwenye mkondo huo, yani alimadam tu umeongea maneno ya kuwasifia wauaji hawa, basi fahamu umeingia kwenye mkondo wao, ambapo malipo ya uovu wao huu yakija kwenye nchi hii, fahamu wewe ni miongoni mwa mtu ambaye utalipwa. Nakwambia hivi, hata kama Mwandambo, yani kama hutatubu kwa namna ama kwa njia ya Biblia, kwamba hawa ambao wamekubali kuwasifia, yani utubu kwa kufanya yale ambayo yatapelekea wakuue, wakukatae, wakuue tena. Nikwambie, kama utatubu kwa njia hiyo, nakwambia Mwandambo, hata kama inawezekana ukawahi kuondoka duniani, samahani kwa mfano huo, ukawahi kuondoka duniani, yani mimi nakwambia malipo ya uovu huu ambao umekubali kwa protect wauaji hawa, malipo haya yataikumba jamii yako utakayoiacha, mke wako, wazazi wako na ndugu zako, ukoo wako. Malipo haya hakika hutayaepuka kama tu utapita njia ambayo ya kutubu kwa Mungu, ya kusimamia ukweli, kuongea ukweli unaokinzana na wauaji hawa, na aidha wanaweza wakachukua maamuzi ya kukuua. Hiyo ndo njia ya kutubu iliyobaki kwako. Lakini kama nje na hapo, nakwambia mtu wa Mungu, hapa tayari umeshajipiga muhuri fulani wa moja ya mtu muovu sana, unastahili hata kunyongwa na kuuawa kwa hiki ambacho tumekifanya. Anyway, nisiongee sana, ila fahamu kama kisingizio kwamba si nilikaa mahabusu. Mimi mwenyewe ni mjerajera mwenzako, nimekaa mahabusu siku 43 na nilitishwa kwa namna mbalimbali, niliteseka, nilipitia wakati mgumu sana mimi nayeongea hapa. Lakini sijaacha kulia na watu wanaolia, sijaacha kuwahurumia watu wanaoumizwa, sijaacha kuwapinga waovu, wauaji hawa.
na kwa neno la Mungu shauku yangu nataka waanguke kwa neno langu, kwa neno la Mungu wauaji hawa waanguke. Kama Farao alianguka kwa maneno ya Musa, hata waovu hawa Samia na watu wake wataanguka kwa neno la Mungu, kwa maneno ya watu wa Mungu. Imeandikwa kwamba piga kelele, waambie watu makosa yao na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Mimi sijaacha mpaka leo naongea haya. Sio kwamba sioni hatari, sio kwamba yani kama sielewi kama kuna kifo, najua. Lakini mwisho wa siku nitaishije sasa katika hali ya kuungana na waovu, kucheka wakati wengine wanalia? Najua wewe sio binadamu, au sio maisha. Acha niishia hapa. Na hii ni sauti ya mtu aliaye kutoka Mabusu, na kabla ya hapo ilikuwa ni sauti ya mtoto wa Simba. Anasema kwamba itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Mungu mhukumu wa haki yuaja, naye atamlipa mtu sawa na matendo yake. Na hii ndio maana neno Maranatha. Amen.